Welcome again, it's Mr. Virus here. Leo tunaenda kuona Wi-Fi attack through via phishing link. Leo tunaenda kuona Wi-Fi attack through via phishing link ambapo haka anatengeneza phishing link ili kupata password ya Wi-Fi. Hii ni kama tool ya Fraction lakini hutumia adapter, lakini ya Fraction ni nzuri zaidi, lakini hii ni kwa ajili ya social engineering. So this attack kaona ni create tool, ni pata kushare awareness kwa ajili ya jamii zetu. Okay, tuondoke katika terminal ili kuona zaidi. Okay, ngoja tu zoom in for better appearance. Okay, sasa utafungua browser yako. Hii tool unaweza ukatumia in any Linux distribution, whether Linux, Windows, Mac, wewe tu. Okay, utatembelea official GitHub repo yangu ya Mr. Virus ambao ni hii hapa, kama unaiona Mr. Virus 148. Usitembelee ya mtu yoyote, then utakuja hadi hapa kwenye Wi-Fi feature, utasubiria hapa jifungue. Kama una GitHub usisahau kunfollow. Okay, sasa ngoja tukaangalie, nikupe mwanga how it works. Kwa wewe utapitia readme.md. Okay, tupitie Wi-Fi ni ya kisasa kwa ajili ya social engineering iliyoundwa kwa ajili ya majaribio ya usalama ulioanzishwa na ISP kubwa Tanzania. Inafanya kazi bila adapter. Note that ya Fraction natumia adapter, lakini yangu ni ya social engineering, haitumii any adapter. Na muathirika tu inaunda kurasa za kuingia zinazoonekana rasmi SP ambayo ni Wi-Fi, mfano hotels ukweni. Password inapoingizwa na kuelekeza katika YouTube ili ashuku. Inatumia Cloudflare tunnel, nimeweka Cloudflare tunnel easy to install. Kwa hiyo utapitia readme.md ili kuona. Okay, sasa ngoja tuje hapa tunapopataka. Okay, how it works. Okay, let's say mimi ni attacker. Huu ni John. Sasa mimi ni attacker katika Kali Linux yangu, nitatengeneza link, then nitaweka in form of public Cloudflare tunnel. Then ita run in port HTTP/80 ambayo nitakuwa tayari nisha generate template, nitachagua Airtel. Okay, victim wangu nitamtumia link, atafungua, then itamwambia connection Wi-Fi lost. Kwa hapa scenario hapo itamwambia Wi-Fi security inahitaji update required, ingize password. Okay, itamwambia enter your password. Ataingiza password, itamdirect YouTube. Then password itaonekana katika attacker file. Sasa nahisi umeelewa mwelekeo how this tool works. Okay, sasa turudi tukachukua. Kwa hiyo utapitia hii readme.md ili kupata more experience. Okay, turudi sasa. Tuta git clone. Okay, baada ya ku git clone sasa tuta copy, then tuta change directory, then tuta list directories, then tunabidi tu install hii Python library kabla ku run hii tool kwa kupitia hii. Sasa okay, fuata mimi kwa makini. Kwa mtu wa Python Tmux uta run tu install
utaran tu, utaandika command then utaran. Lakini kwa mtu wa any Linux hii itakataliwa. Kwa mtu wa Windows pia utaran tu very simple, lakini katika mtu wa Linux itakatalia. Usijali, basi fuata hii steps nazo kuonyesha. Inabidi utengeneze lab kwa ajili ya kuinstall on venv. Utaran python 3 venv tasubiria hapo itaran. Okay, sasa tu enable source venv bin activate. Sasa baada hapo then utaicopy tena kwa ajili ya installation na itakuwa install hizo libraries ambazo zinahitajika. Okay, utasubiri hapo install kama unavyoona. Okay, tayari isha install. Tutatype tena list directories. Okay, tutaicopy then tutarun python 3 janza to clear screen kwa ajili ya beta version. Okay, then tutarun python 3 afu tuta paste. Okay, sasa hapa chagua ISP ya target. Sasa hapa utaangalia wifi gani ambayo unataka umtumie mtu link. Mfano hapa wifi yangu ya jirani ni ya mfano kuna generic, kuna any option hapa, kuna 4G za nyumbani ofisini, yani ni wewe tu mobile wifi hizi 4G router, yani yotu yangu imekuja na any option. Okay, kama unavyoona hapa, hii ni GitHub repo yangu. Kama utakuwa una any problem utani DM, namba yangu ni hapa, to created by me. Okay, sasa hapa tutachagua namba 5. Sasa hapa tutamwambia disconnected connection lost, ingize password yake victim. Sasa hapa mimi natumia Cloudflare kwa ajili ya port sharing. Okay, itaacha yenyewe, tusubirie sasa itupe link. Okay, tunnel ishaanzishwa, then utachagua script. Fiber router yako inahitaji update ya usalama ambayo link yake yapo pembeni. Fiber yako inaonyesha tatizo la kiusalama, inabidi urekebishe link yake ambayo, lakini ngoja tuanze na hii link. Okay, utaicopy then nitareact ndo kwamba ndo mimi hapa, hii ndo device yangu kwamba tayari nishatumiwa link. Yes, hii ndo simu yangu na mimi nishatumiwa linki. Right, this is my wifi ambayo hii hapo nime connect. Okay, then ta paste hapa kwamba hivyo kwenye simu yangu itaniambia hivi. Okay, kama unavyoona inasema hapa fiber connection lost, habari za jioni mteja Cell Fiber, muunganiko wa fiber umekatika, ingiza password kuunganisha tena. Sasa hapa kwa mtu wa kawaida, password imeji nini? Kumbe bila kujua, kwanza ungeangalia kwanza sub hizi domains kwamba sio kampuni NetCL, lakini bila kujua wewe utaingiza credentials. Okay, wifi. Okay, ngoja nirudishe tena. Basi utaingiza credentials bila kujua, bila mwenyewe kujua. Bila mwenyewe kujua unaingiza password. Okay, tumeingiza hapo password. Sasa umeona kama password hapo. Password paka mimi ataka machine shaona password. Huku nimedirectiwa YouTube kama unavyoona, kama kule muunganiko fotoambie na kupeleka YouTube. Okay, sasa hapa ngoja tu try another scenario ambayo ni hii hapa. Hii hapa copy charge, ngoja niweke kwanza.
Hapa isha connect. Nita copy then nitarudi katika simu yangu tena. Then nita paste. Okay. Sasa hivi habari za jioni mteja wa TTCL ambao ni hapa. Tafadhali ingiza password ya wifi yako ili kusasisha fiber router. Okay, bila kujua nitaandika 1 2 3. Alafu Mr. Virus ni hacker. Okay, sasisha fiber. Okay, 1 2 3 Mr. Virus ni hacker, and then huku nimedirectiwa YouTube. Oh no, this shit. Sasa umeona this type of attack. Okay, let's try another link. Let's try another social engineering attack. Fiber yako inahitaji password. Okay, sasa hapa ndo watu wengi watakapoogopa hapa. Okay, let's try. Ngoja tarudi tena katika browser. Okay, let's create a new tab. Okay, sasa tapaste tena scenario disconnect. Sasa hivi imetuambia tafadhali ingiza password yako. Okay, security update, fiber yako inahitaji password ya haraka ili kuzuia wizi wa mtandao. Okay, bila kujua nitaandika nimehakiwa na Mr. Virus. Bila kujua. Okay, utabonyeza button then itakudirect tena YouTube. Okay, nimehakiwa na Mr. Virus, nimecapture password yako ya wifi. So guys, we need to be careful with this attack ambayo hii nimeandaa ili kushare na jamii, ku create awareness about this attack. Okay, let's try another script. Sasa hizi zingine utaenda kutest wewe. Sasa wewe inategemea. Sasa hapa kuna hadi kuna Zuku fiber. Sasa hapa nita try last template ambayo generic ambazo vile fiber vya laki na nusu kwa ajili ya kupata password zake. Okay, sasa tuta hit at number 80. And then hapa sasa hivi security update nitachagua namba 1, namba 2 sha test. Yes, nita hit kwa ajili ya Cloudflare tunnel. Hii ni linki. Okay. Okay, tasubiria sasa. Tayari wifi yako inahitaji update, fungua. Sasa tutakopi hii link ya kumtumia victim, tarudi katika simu yangu. Okay, nitapaste bila mimi kujijua. Okay, sasa huku unaona kama inavyoonyesha shatembelea. Hii ni IP address lakini ni yangu hii ya local machine kwa ajili ya testing. Router yako inahitaji password, wifi security required, bila kujua. Okay, nitaingiza sijui mimi. Then hapa sijui mimi nimefanikiwa kupata password yake. Scenario nimefanikiwa kupata IP address yake. Sasa it's Mr. Virus, na leo umeona how hackers hack wifi through via phishing link. Sasa kama utahitaji mawasiliano yangu ni haya. Kama ingekuwa vizuri ungetembelea GitHub yangu. It's Mr. Virus. Kwa nini nimeandaa hii tool? Kwa sababu ya kuonyesha namna ya kujilinda kwa hizi scenario attack. Cha kwanza kabisa, hata kama utatumiwa linki, basi angalia ile linki, angalia kampuni na